Ila ukweli ni kwamba ukitaka kuolewa, kubali mwanaume kucontrol. Kama kweli tayari unataka kuolewa, kubali mwanaume kucontrol. Usipokubali mwanaume kucontrol, wewe haupo tayari kuingia kwenye ndoa. Hiyo ndoa haitadumu, haitakaa. Ila ukimruhusu mwanaume kucontrol wewe, yani kukucontrol kwa mwanaume, kumcontrol mwanamke, unajua si mbaya katika njia. Manake wewe mwanamke kwa mwanaume ni kama mtoto. Ushaelewa? Lazima ajue kwamba unaenda wapi, unakula nini, unavaa nini. Sasa kama sisi wanawake tunajua hivyo ujue. Unajua sisi wanawake tuna kitu kimoja tu ambacho hatutaki kukionyesha, kwamba tunaelewa kwamba mwanaume lazima ajue mimi navaa nini. Ndio maana tukigombana na wao wanasema, "Wewe hata hujui nakula nini. Wewe hata hujui navaa nini." Unashajua Lakini kwamba huyu mwanaume akija kujua kwamba wewe unavaa nini, unakula nini, kila kitu nini, kama ni mtoto wake. Ushaelewa? Na kama ni mtoto wake, siku zote mzazi lazima mcontrol mwanae. Kwa hiyo kama wewe, na mimi naongea na watu ambao bado hawajaolewa kabisa, unataka kuingia kwenye ndoa, wewe ujiweke tayari kwamba unataka kuwa mke. Tafadhali kuwa tayari kuwa chini ya mwanaume kwa kila kitu. Mume wako lazima ajue wewe unaenda wapi, mchana wa leo umekula nini, asubuhi umekula nini, jioni umekula nini. Ushaelewa? Umeshindaje? Alikuja nani nyumbani? Kulitokea nini? Mliongea mazungumzo gani na huyo mtu, na kila kitu. Ushaelewa? Kwa maana hicho tu, yani ukishajua hivyo, unaona ndoa yako itaenda kuishi. Wewe ushajua kwamba sehemu yako ya kukaa ni gani. Ushaelewa? Lakini kama wewe hutaki kuwa chini ya mwanaume, wewe kwa kweli utapoteza. Hakuna mwanaume ambaye anataka kuishi na mwanaume mwenzio ndani. Hata wanaume kwa wanaume wakikaa ndani, lazima mwanaume mmoja submissive kwa mwanaume mwingine. Ushaelewa? Ndio maana ukienda kwenye nyumba tu, hata kama unaishi wanaume watatu, una shida pale kwenye nyumba ile ya watu wanaume watatu wanakaa. Unaona watakuonyesha, kuhusu hilo jambo, unaenda kaonane na jamaa fulani, kaonane na Paulo. Okay, ukienda kwa mwingine nenda kaonana naye Paulo. Paulo ndo kila kitu pale. Ushajua wamesha submissive kwa yeye, kwa huyo mtu. Yaani lazima mmoja atamchagua kiongozi wa ile nyumba. Hata wanaume wakikaa 20, mmoja atakuwa kiongozi wa ile nyumba, na atachaguliwa mwingine ambaye yule kiongozi kama hayupo, wa chini yake ataendeleza goma. Ushaelewa? Kwa maana hata sisi kwa wanawake ndio hivyo, tukienda kwa mwanaume lazima sisi tujue kwamba tuko chini ya mwanaume. Na kuwa chini ya mwanaume sio tu kusema labda mimi sababu sijui, yani wewe kila kitu uwe submissive kwa kila kitu. Si kwamba wao sijui nini, sijui kwamba mimi si cheat lakini una kamdomo. Ukishakuwa na kamdomo, yani wanaume wengi kamdomo hawapendi. Kamdomo ndo kanaharibu kila kitu kwenye maisha. Yani ukiongea tu, yani hata ongea jambo la msingi, ile kamdomo kakiwa kengi, kale kamdomo kana, yani unaongea unaongea sana, hakusikiliza. Sababu atakuona kama unaropoka. Ushaona? Kwa hiyo mtu, yani mimi na yani sio siyajui sana mahusiano, lakini tunaelezana. Kwa maana kama mtu mwingine yuko na maono tofauti pia, unaweza kaandika komenti yako, tunaelezana, tunaishi. Hayo ndo maisha. Yani hapa tunaishi tu. Yani ndo maisha tu ya kawaida hapa. Tunaelekezana sehemu ambayo watu tunakosea, au sehemu ambayo watu tunasahau, kila kitu. Mwache tu, wewe achana na mwanaume. Achana mwanaume, jiangalie wewe kwanza. Achana, usiseme tu huyu mbona yeye ananifanyia hivi, mbona yeye ananifanyia. Achana naye mwanaume kwanza. Jiangalie tu wewe kwanza. Je, hicho unachokifanya ni sawa? Je, wewe ulipokuwa unakaa kwako na baba yako na mama yako, je, baba yako si ndio alikuwa kichwa cha familia? Na nyinyi wote mlikuwa mnaenda kuomba kitu kwake, baba, mimi mama kanituma kwako nije niombe hiki hela kwamba inahitajika shuleni. Si ndio kweli jamani? Katika uhalisia. Lakini watu sasa wanasema sasa dunia imebadilika. Dunia haijabadilika, watu wamebadilika. Na watu waliotuletea ujinga huu ni hao wenzetu wazungu, ambao wao wenyewe wapo baadhi ambao hawafanyi hivyo ambavyo saizi sisi wa Afrika wengi tunafanya. Wenyewe maisha yao saizi yako mazuri, wapo wanawake zao wanasubmit kwa wanaume zao, na waona mimi hapa na majirani.
Unaona mwanamke ni submissive kwa mume wake, wanafanya maisha yao vizuri, wana watoto wao, wanaenda sawa, maisha yanaenda. Na hawa watu hata kama wakisema 50-50, wanaenda katika nyanja zote. Kazi, hakuna kazi ya mwanaume, hakuna kazi ya mwanamke ndani ya nyumba. Sijui yani kubeba mzigo mzito, hakuna cha mwanaume wala mwanamke. Basi kama wewe unaamua kuwa kama unataka ile 50-50 na mwanamke na mwanaume, basi fanya kila kitu 50-50. Hapo ndani umeme ukizima, simama, chukua ngazi, anza kutengeneza umeme. Si unataka nusu kwa nusu? Ndio hao wazungu wanavyofanya. Sijui rangi, unataka kubandika rangi, mtamleta mtu mnatoa hela nusu, watu wapige rangi, au mwanamke mwenyewe utasimama hapo unaanza kupiga msasa sijui na nini, sijui kazi inaendelea. Ndio naona hapa, nikwambie tu, naona wanaume wanapiga rangi kwenye mageti yao, wanawake wapo wanapiga rangi kwenye mageti, wanapiga rangi kwenye milango yao wanawake. Ushaenda, wanaenda kazini, wanaleta nusu, kulipa nini, yani bili zote nusu kwa nusu, kila kitu nusu kwa nusu. Kwa hiyo kunakuwa hamna tena mtu haunidai, hatudaiani. Kwa hiyo kila mtu anaishi hivyo. Ushaelewa? Kwa yani hapa tunawekana sawa tu katika maisha ya kawaida. Tuwekane sawa, tuishi maisha ya kawaida, tusicomplicate sana maisha. Kila mtu ajue tu position yake katika ndoa. Tukishajua kila mtu na position yake katika ndoa, basi. Haya, asante kwa kunisikiliza. Endelea kusikiliza video zangu zijazo, endelea kunifuatilia. Comment and share. Kama unaona mimi nadanganya au mimi naongea sio sahihi, nikosoe kwenye comment section. Mimi nitasoma na tutawekana sawa.